Pana mzee mmoja Wahid Abdulsalam Bali anamuelezea, alikuwa ni mzee hatari. Mtaa mzima wanamjua huyu mzee ana jicho, huyu balaa, jicho kuliko stima. Kaenda pahala kwenye ua la mifugo ya ng'ombe, kamsikia ng'ombe katiwa ndani ya banda anavutwa maziwa. Fya 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 fya. Kasema baba wewe. Ng'ombe bibi huyo baba anatoa maziwa huyo. Huyo ni yupi huyo? Sasa mtoa maziwa namjua, mzakajua huyu mzee kisiku mzee hatari huyo. Amekuja huyu mzee huyo. Mimi simwamini, namdanganya. Sasa akampa jina la ng'ombe mwingine ambayo sio yu. Jina la ng'ombe alimpatia kafa. Na ng'ombe naye alomsema na bibi akawa. Wote wawili wakafa ng'ombe. Yurham Online TV. Pata mawaidha kutoka kwa mashekhe tofauti na miongozo kwa jamii. Hapa ndipo utakapopata vipindi tofauti vitakavyoelimisha umma. Yurham Online TV. Usikose kusubscribe katika channel hii na kubonyeza kengele iliyopo mbele yako. Insha Allah Taala, kwa taufiki yake yeye Mwenyezi Mungu Subhana, kupitia ridhaa yenu, leo tutazungumzia gonjwa moja kati yale magonjwa matatu maarufa. Gonjwa moja kati ya magonjwa matatu maarufa. Na gonjwa hili limefumbiwa macho kwa wengi wa Waislamu kwa kutolijua athari yake katika maisha yetu. Ili gonjwa ni gonjwa fiche. Ukienda hospitalini watumie x-ray, ultrasound, CT scan, hawawezi pata. Lakini ni gonjwa ambalo kwamba linatembea kwa kasi zaidi ya umeme. Na gonjwa hili limeporomosha wengi miongoni mwa Waislamu vibaya sana. Na ndilo gonjwa ambalo kwamba tutalidedevua kwa upeo atakao tuafikia Mwenyezi Mungu Subhana. Kwa hiyo kabla hatujaliingilia gonjwa hili ala tul, ni vizuri kwanza nigusie magonjwa mawili haya bil ikhtisari. Manake ndiyo maradhi yanayosumbua wengi wanaonekaniwa Waislamu katika mujtamai wetu wa sasa. Wanakwenda India wingi, wakatoa mamilioni ya pesa kupata tiba, hawapati tiba. Wanakwenda Canada wingi, kutoa mamilioni ya pesa kupata tiba, hawapati tiba. Wanakwenda Ulaya wengi ili wende wakatibiwe, lakini hawatibiki kwa sababu asili ya magonjwa yanayowapandisha wao ndege na kwenda kutafuta matibabu huko sipo penye matibabu yake, kwa sababu magonjwa haya ni magonjwa ambayo kwamba hakuna maabara yoyote ya kihospitali yanaweza kudetect, kudiagnose na kutibu maradhi kama haya. Radhi moja kati ya haya matatu ambayo sio mada ya leo ni radhi ambalo kwamba linasababishwa na uchawi. Uchawi maana yake wanasema ulama utib, sarfu shay'in an haqiqatihi. Uchawi ni kukibadilisha kitu kutokamana na asili yake. Wakasema tena uchawi inatumika nguvu maalum, nguvu isiyokuwa sahihi, ambayo kwamba inamfanya mtu kuwa mgonjwa, ima kupoteza akili, kuwa mwenda wazimu, ama kuparalyze upande mmoja ukapata baridi, ama akapata ndani ya tumbo lake vidude vilivyofura ambavyo kwamba hospitalini havionekaniwi, ama
ama matatizo mingi ambayo hatuwezi kueleza katika hutuba ya leo. Uchawi. Na uchawi huwa wanatia visindano, wanatia nywele katika mfumo wa taghyiri wa mazingaombwe katika mwili wa mwanadamu. Alafu hali tofauti ya ile asili ya mwanadamu inamtokea, anakuwa kwenye matatizo. Alafu gonjwa lingine ni gonjwa la hasad. Alhasadu, hasadi, wanasema hili huwa tamanna zawal neema ala sahibiha. Hasad maana yake ni mtu kutamani neema ya nduguye kumuondokea. Ndio maana ya hasad. Yani mwenzako mfano ana simu ni Pro Max, sijui Pro Max zile simu babu kubwa, vijana mtaa wenyewe bana uzita. Basi mwingine ana simu yake muogo, kuna simu miogo yani. Yani ukiangusha hivi kipasuka hata ushtuki moyo. Una wasiwasi miogo. Sasa mwenye muogo akatamani yule mwenye Pro Max simu yake ibiwe ipotele mbali. Hasad. Neema ya nduguyo ukatamani muondokee, hasad. Kwa hiyo anayeroga anaitwa mchawi, anayehusudu anaitwa hasidi. Haya ni maradhi mabaya na yameenea mno. Lau hapa baada ya Ijumaa tutasema wangapi wamerogwa na kuhusudika hapa, sidhani kama yuko atakayeponea hapa. Alafu radhi sasa hili la tatu ni al-ain, jicho, laitwa jicho, lakini Waswahili wanaliita kijicho. Mwenye kijicho anaitwa al-ainu, mwenye kijicho. Sasa pana tofauti kati ya uchawi, hasadi na jicho au kijicho, pana tofauti. Anayeroga ni mchawi, ni mpaka atumie jini maalum aliyemtekelezea masharti hatari machafu maalum, akafanya kazi kiza maalum. Huyu ni mchawi. Hasidi ni mtu mbaya, ni mtu ambaye kwamba hana imani, sababu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema almu'minu yakhbitu walfasiq au almunafiq yahsudu. Muumini muislamu mwenye imani hutamani, kivaa kanzu nzuri mzee, kanzu ambayo nzi akipanda anateleza, muumini mwenye imani anatamani, ya Allah muachie kanzu yake hii, muhifadhie nami nipe kama yake ama nzuri zaidi yake. Huyu ni muumini mwenye imani. Unaendesha gari yako nzuri, yeye anatumia kwa mguu, sema ya Allah gari yake muhifadhie bwana huyu, nami basi nipe yangu. Huyu ni muumini mwenye imani. Almu'minu yakhbitu, mu'min muislamu mwenye imani anatamani, na kutamani si makosa, kutamani ni thawabu. Walfasiq au almunafiq yahsudu, lakini mtu aliyepotea ama mtu mnafiki, yeye anatamani neema yako ikuondokee. Kwa hiyo hasidi ni mtu mbaya. Lakini mwenye kijicho anaweza kuwa ni mtu mbaya ama ni mtu mzuri. Tuelewaneni hapa. Al-ainu, mwenye kijicho, inawezekana akawa ni mtu mzuri na ni mtu mbaya, kwa sababu kijicho kinatokana na mtu yoyote, awe ni mcha Mungu, awe ni muasi Mungu, yoyote anakuwa na kijicho. Na kuna watu wengi wanacho kijicho na hawajijui, wanaumiza wenzao pasi na wao kujijua. Kijicho, jicho maana yake nini? Wanasema ulama utib, kijicho wanasema nadhurun bil istihsani mashubin min khabithi tabai yahsulu lilmanzuri minhu dharara. Yani jicho au kijicho maana yake ni tizamo.
kimadhari yake unaliona zuri, limepambika vyema, lakini ndani yake lina fiche ya hasira mbovu inayovuruga, inayompata anayetizamwa kutokamana na anayetizama dhara. Jicho, yani jicho, mtu anaweza kukitizama hivi, wewe unatembea na viatu vyako vizuri, umenunua ama shilingi 5,000 7,000, baba najua ile soli, baba si mchezo baba, baba katoa wapi huyu? Mara umeenda mbele umejikungua na nini? Umejikungua na jiwe, kiatu kule papa kimeachana, wewe kule. Kijicho. Unaweza kuwa mcha Mungu, ukamwangalia mwenzako ukamwona ni mzuri wa maumbile, anapendeza, ukasema jamaa mzuri huyu, handsome boy huyu, akaanguka akapoteza fahamu. Ilitokea zama za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yamenitoka majina, lakini Aswari Mbatar, Sheikh Wahid Abdul Salam Bali kaeleza masahaba hao ili kamtizama mwenzake, alikuwa ana nyele za kushuka vizuri hivi, ana ndevu zinatembea vizuri hivi, anapendeza madhari yake, akamtamani kwa kumtizama. Jamaa akapoteza fahamu. Jamaa masahaba wakashtuka, hii inakuaje tena? Mbona anaanguka huyu? Amekuja na siha zake, afya yake, anacheka, anaongea vizuri, mbona kaanguka huyu? Mbio akaenda kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, yuko mmoja wenu kampiga jicho yule. Nani? Kamwangalia kwa mshangao miongoni mwenu. Tungelikuwa sisi tungelikataa. Ndio usijaribu kujifananisha na sahaba wewe, unapata madhambi. Nakwambia mimi eti mimi bana kaa sahaba mimi. Wewe kaa sahaba? Hapana jamani, twende wapole jamani. Masahaba sio level yetu, tujifananishe nao tu kuwa twawafuata nyendo zao, lakini tuseme kuwa sisi na wao level yetu sisi ni moja. Makosa ikiwa sio madhambi, makosa. Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau 'ala al-kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana ila akhir al-aya al-Fath. Mwenyezi Mungu Subhanahu anaurasimisha utume kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwatangazia walimwengu ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na ambao kwamba wa pamoja naye kina nani? Maswahaba. Maswahaba sio wenzetu. Wewe lao utamwangusha mwenzio na kijicho hapa, tukwambie vita vikubwa. Sheikh mimi asidi mimi, wallahi Sheikh unikosea sana wewe. Hapana bana, mimi siwezi bana. Unakataa. Huwezi kubali hao makubwa, kesi kubwa hiyo. Maswahaba wanaulizwa, nani kampiga jicho mwenziwe? Mmoja akasema mimi. Mbaba njoo, kuna kaifia ya kuoga al-ghuslu maalum, kaifia hii mpaka bado tuieleze hapa, ni somo lingine ile. Akaoga yale maji alioga nayo yeye, ndio akaenda akaoshwa nayo yule, akainuka. Si miujiza hii? Kainuka, aliezimia, kapigwa maji kainuka. Kijicho hii sisi hatuwezi huku. Imam Balaa huku hatuwezi sisi, vita vikubwa. Mimi asidi mimi, kesi kubwa hiyo. Tekeana mabifu bure hapa. Maswahaba tuwafikii, tuwaige tu. Jicho. Ndio Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, asema al-ainu haqqun tastanzilu al-haliqa. Jicho ni kweli, linamdondosha mpanda farasi. Jicho.
Ndio pana hatari ya hasa vijana wanaokuwa wa kike na wa kiume, pana hatari ya kujipost kwenye mitandao bure bilashi tu. Pana hatari. Pana hatari. Na siku hizi wazazi wamelala, wamezembea kwenye malezi. Mtoto wa kike lipstick, mdomo kauchafua lipstick. Kafanya sijui nini ile, kajirembua. Alafu kijuso chake anakipiga picha, anakiposti kwenye mitandao. Sikia mashallah beautiful, mashallah wavutia, yeah, thank you, thank you. Wanakumaliza hao. Wanashangaa haolewi. Shangaa haolewi na uzuri wake, mara anakuwa kahaba hawara. Sasa bana vipi bana msichana mzuri huyu bana. Bana hawara bana, kaolewa ndoa ya kwanza kaachwa, kaolewa ndoa ya pili kaachwa. Miskini bana ateseka, anavuta sigara huyu bana, kawa teja siku hizi. Jamani, kijicho. Jicho. Kijicho hiki ahbabi alkiram, si mwanadamu peke yake anayefanya kijicho. Hapana. Mpaka majini pia nao wana vijicho. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja na Aisha alikuwa na bikize mmoja ambaye jirani, jaria mmoja wa kike. Jaria alikuwa na vitunusi vingi. Yani vitunusi ni vijipele vyeusi vigumu, vimetembea vingi kwenye uso wake vingi. Mtume akamwangalia, unajua hakuna bingwa daktari zaidi ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitaji x-ray wala CT scan, hapana. Anakuangalia na macho ya moyo. Mtume anakuangalia na baswira. Hii bana level nyingine. Kuna watu wampewa tawassul. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin lilmutawassimin. Kuna watu unas katika hii dunia, akikuangalia tu hivi dakika 5 tayari ashakuchambua kitabu kizima. Hii tunu Allah kawapatia baadhi ya watu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kuangalia na macho ya moyo. Tathmini yako 100 chini ya 100 akakupatia. Kamtizama kwa hapana huyu. Akamwambia bana, huyu anahitaji zunguo. Huyu afanyiwe zunguo huyu mama, kwa sababu ameshibiwa kijicho na jini. Uzuri wake jini kamsibu na kijicho. Ndio ukijiangalia kwenye kioo ukijiona mzuri, omba dua. Alhamdulillahi alladhi hasantu khalqi fahassinu khuluqi. Omba dua. Sifa zote njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ameniumba vizuri, nipambe na sifa nzuri. Sababu inawezekana ukaanza kujisudi wewe mwenyewe, baba, napendeza mimi baba, napendeza mimi, wewe mwenyewe bana, kajisudi bana mwenyewe. Toka nje ajali hiyo, pigwa uso, stitches. Sasa una sura moja, una sura mbili, wanayadhu billahi min dhalik. Umejisudu mwenyewe. Kwa hiyo afanyiwe zunguo huyu. Jini tayari ashamusudu kwa kijicho. Na ndio majini aina moja, al-khubuthi wal-khabaith, wanaumiza watu wengi sana wakiingia chooni. Wanaosudu kwa vijicho. Manake mwanadamu hamuoni jini, lakini jini anamuona mwanadamu. Na hakuna kiumbe aliyeumbwa katika umbile bora zaidi ya viumbe wote duniani ila mwanadamu. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Mwanadamu ndiye kiumbe aliyeumbwa katika umbile zuri zaidi. Hata jini afiki. Maumbile si mimi, Allah ndiye kaumba. Macho ya mwanadamu yako hivi, macho ya majini yako hivi, vertical hivi, yako hivi, macho yao yako hivi. Sijawaona vitabu.
Shekhe kaona nini? Msintie huko. Vitabu vinatueleza hivyo. Sasa ukaa chooni pale, katika pembe za choo zile wanakusubiri. Umeingia pale bila dua, wanakuona. Unavua nguo, jamaa anabazoka huyu. Wanausudu na nini? Na kijicho. Haya, kila ukioa mke anakukimbia. Umfikishi kilele. Hasa jani nimeingia ya kijicho ya jini. Ndio mnaomba dua kabla mjaingia. Allahumma inni a'udhu bika, kabla hujaingia, minal khubuthi wal khaba'ith. Alafu tanguliza mguu wako wa kulia pap, wa kushoto pap, ingia ndani. Ukiingia Allah anawekea vizibo, hawakuoni. Mnanifahamu vizuri sana? Jicho, hatari ya jicho. Hatari ya jicho. Hatari ya jicho. Naongea haya kwa sababu pana kijana alifariki hii wiki, kijana mdogo sana. Na ni mmoja wa vijana wanaojiposti kwenye mitandao. Mwenyezi Mungu amsamehe, amrahamu, amuingize peponi. Lakini ukichunguza katika macho ya moyo utaona kuwa ni jicho. Faida ukijisaidia chooni, ikiwa unatoka kwa mguu wa kulia, baada ya kutanguliza mguu wa kulia kutoka, sema ghufranaka, kwa sababu ukiomba dua kuingia hawakuoni, kisha kutoka bila dua wanakuona, wanakuingia kiwa umetoka. Wengi nyingi za ajali zinasababishwa na kijicho. Wanapoteza maisha wengi kwa sababu ya kijicho. Wanaangamia wengi wa wanadamu kwa sababu ya kijicho. Wanapata zilzala ya kidunia wengi wa watu kwa sababu ya kijicho. Na haya ni maneno ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asema akthar man yamutu min ummati ba'da qada'i Allahi wa qadarihi bil aini, wengi watakaokufa katika umma wangu baada ya kuwa ni qadhaa ya Mwenyezi Mungu, basi kadari yake ni kijicho. Barsheba, pana mama mmoja miaka 2015, mama huyu ni Hafkas Mjerumani na watu wa Amu kule, kamzaa mtoto mashallah tabarakallah, mtoto anapendeza, siha yake nzuri, hata akaogopa kumpeleka hospitali. Akaomba daktari awe akija nyumbani kumshughulikia. Kaja daktari miskini mgonjwa wa moyo, akasema toto hili si mchezo mama. Wapi we mama we, toto hili ni shiba, lapendeza. Ilikuwa ni asubuhi saa 4. Mama analia, anasema jamani, kweli kijicho kweli. Haikufika jioni, mtoto amezima, amekufa. Mtoto amezima, amekufa. Jicho, jicho, jicho. Jicho za kuwa shekhe mkubwa, mfasaha, una ilmu, lakini ukainuka mbele ya watu ukaanza kigumizi. Sasa shekha nini? Kijicho. 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 Kijicho ahbabi, kijicho. Katika mitume waliobarikiwa watoto ni Nabii Yakub alayhi salam. Si ndio? Alikuwa na watoto zaidi ya 10. Wanakwenda Misri kuchukua chakula, anachelea kijicho na yeye. Waqala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin fadkhulu min abwabin mutafarriqa ila akhir al-aya. Enyi wanangu, mkenda Misri nyinyi nyote mwafanana, msiingie kwenye mlango mmoja nyote hivi. Kijicho hatari.